hapo nazungumzia sasa kwa wachezaji wote wa kigeni, haijalishi ni mchezaji wa Simba, wa Yanga, wa Azam, wa Singida, wa wapi. Kweli kutoka milioni 4 mpaka milioni 8. Nusu nzima imeongezwa. Si mara baada ya kuongezeka idadi ya wachezaji wa kigeni Madam Elisa? Kwani wachezaji wa kigeni wameongezwa kwa ni miaka mingapi imepita? Kwa sababu ada imeongezeka msimu huu. Yaani huu msimu ndio msimu wa kwanza tangu ada imeongezeka. Misimu yote iliyopita Yanga mara 3 mfululizo anachukua ubingwa ilikuwa ni milioni 4. Ada imeongezeka huu msimu tunaoenda kuumaliza. Ndio ikaongezeka. Hivi kutoka milioni 4 mpaka milioni 8, hauoni huo ni wizi? Kwanza unawaibia watu. Lakini walikubaliana. Sawa, kukubaliana. Hawezi kufanya maamuzi bila kuwaita wadau ambao ni vilabu. Sasa kwa nini wanakuwa wanaenda kinyume na makubaliano? Kwa sababu hata kanuni wanakaa viongozi wa vilabu 16 na mamlaka za mpira. Wanakubaliana kanuni. Hii sawa, atakayeenda against na hii kanuni adhabu yake ni hii. Cha kushangaza vilabu vya daraja la kati vinaadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Na kwa upande wangu mimi sijawahi kudoubt mtu anapoadhibiwa kwa mujibu wa kanuni. Ninachokidoubt ni kwa nini klabu nyingine inaadhibiwa kwa mujibu wa busara, wakati kanuni wameziweka wote vilabu 16. Sijui kama unanielewa. Nikisema hivyo kwa mujibu wa busara, na maana yangu ni nini? Au kuna vilabu vidogo vinanyongwa na vinakuwa viko sahihi. Na kutolea mfano, mechi ya Mbeya Kwanza na Namungo, msimu wa kwanza wa Mbeya Kwanza alienda kucheza na Namungo, mechi ilikuwa inachezwa saa 10, uwanja wa Namungo ulikuwa hauna taa. Kilichotokea pale na Mbeya Kwanza uwanjani hakukuwa na ambulance, kitu ambayo ni sheria FIFA imependekeza iwepo. Mbeya Kwanza wamekaa, hakuna ambulance inayokuja, wakaamua kuondoka. Mbwana Makata alifungiwa na timu ikanyang'anywa pointi, wakapewa Namungo. Sasa hapo uweza kuniambia je, Mbeya Kwanza alikosea? Bila ambulance. Na hata kama mlitaka wasubiri, uwanja hauna taa, wangekuja mpaka saa ngapi? Mechi ingepigwa huko giza lishaisha. Wangeongelea wapi? Mashujaa JKT Queen na Simba Queen. Bodi ya ligi ndio walivuruga ile mechi. Bodi ya ligi wanatoa mabadiliko ya uwanja, JKT Queen ndio alikuwa mwenyeji wa mechi. Bodi ya ligi kwa mujibu wa maelezo yao kwamba mdhamini anayerusha matangazo anataka aone ili aingie kurusha matangazo ya mechi za kike, ligi ya wanawake, si ndio? Akawa amependekeza mechi kapigwe Chamanzi. Wanakuja kutoa taarifa siku 3 kabla ya mechi, wakati kisheria unatakiwa utoe taarifa siku 7 kabla ya mechi ili huyo ajue jinsi ya kufika kwenye matokeo yake. Simba Queen akaenda Chamanzi, JKT akaenda Meja Jenerali. Wakatozwa faini JKT, wakapokwa alama. Hakuwa sahihi. Angezungumzia wapi? Watu walisema alikaidi. Alikaidi nini? Kwa hiyo kumbe sasa, kwa hiyo kama alikaidi, kumbe mpira wetu hauongozwi kwa kanuni, ila unaongozwa kwa matakwa ya watu ambao wamepewa mamlaka. Ukisema amekaidi, hakuna kanuni ambayo umeitumia mpaka huyu akakaidi. Wewe umetumia matakwa yako wewe mabavu. Kwa kuwa tu umepewa mamlaka ya kusimamia mpira, ukaamua useme wewe mechi inapigwa Chamanzi, hauji Chamanzi tunakupoka alama. Mpira uendi hivyo, mpira una muongozo. Mpira hauongozwi kama unavyoongoza familia yako nyumbani. Familia yako nyumbani ndio unaiongoza kama unavyotaka wewe. Lakini mpira tambua ni taasisi, yani ni kitu ambacho kina watu wengi. Kwa hiyo kwenye mpira ni lazima utoke, wewe ambao umepewa mamlaka ya kusimamia zile kanuni, utoke uje kusema tumeingia mkataba na NBC. Mkataba ni kiasi kadhaa. Umeelewa? Kwa sababu nao hapa taarifa ndio wadau wa hicho kitu. Tumeingia mkataba na NBC. Mkataba unagharimu kiasi kadhaa. Ufafanuzi wake, bingwa atapokea kiasi kadhaa, mtu wa pili atapokea kiasi kadhaa, mtu wa tatu mpaka mtu wa mwisho. Sasa wao TFF hawafanyi hivyo. Yaani TFF wao wanaingia mkataba na taasisi husika au na kampuni husika. Alafu wao wanakuja kutoa barua kwamba tumeingia mkataba na kampuni fulani. Klabu yoyote itakayoanza kuhoji itachukuliwa hatua. Inakuingia akilini. Kwa hiyo klabu
haitakiwi kuhoji wakati yeye ndo anatakiwa azipate zile pesa. Ni lazima wakubali hata kwenye michuano yote. Hata swala lile la mechi ya Kagame, michuano ya Kagame kipindi kile Yanga anagomea. Yanga na Simba walikubaliana 2008. Yanga na Simba walikubali kwamba pesa isipoongezwa hatuchezi. Na mechi alikuwa anaenda kucheza Simba na Yanga kutafuta mshindi wa 3, lazima hela iongezwe. Simba akazunguka akaenda uwanjani. Yanga akaja akapigwa faini, akazuiliwa kushiriki michuano ya kimataifa kwa sababu amegomea. Umeelewa? Ni lazima mtu, wewe unakuja kuniajiri mimi, ni lazima tukubaliane. Tunaingia mkataba. Mimi kwenye ofisi yangu sihitaji kitu fulani. Alafu na wewe unanisikiliza mimi kwenye vile vipengele ulivyoviweka kwenye mkataba. Na vizungumzia vipi? Au mimi nakwambia hiki kipengele kwangu sikitaki au kiko vizuri au ongeza kitu fulani. Makubaliano ya pande zote mbili. Ambayo sasa TFF anaingia na NBC. Alafu TFF anakuja kuingia na nani? Anakuja kuingia na vilabu. Umeelewa? TFF yeye anaingia mkataba na CRDB. Alafu hataki kuweka mchanganuo. Alafu wewe TFF unakuja kupiga hela ya malipo ya mchezaji wa kimataifa milioni 8. Wakati hujaniambia mimi nafanyaje? Nalipwa kiasi gani? Watu wanalalamika sijui Yanga alikuwa wapi kudai hizi pesa, miaka 3 walikuwa wanapeana kienyeji. Kwani Yanga shida iko wapi? Yanga amewaambia hivi, tukae chini. Kwa sababu Yanga tayari ameshakwambia hana imani na TFF. Anawezaje kukaa naye chini? Ni lazima pawe na watu hawa 3. Yanga alichokiomba. Na Yanga jana hajapeleka barua. Yanga amepeleka invoice. Si ndio? Sasa barua Clifford Ndimbo kutofautisha barua na invoice ndo tatizo la viongozi wetu. Unaniambia kwamba Clifford ameshindwa kuitofautisha hii ni ndio. Anakuja kutuambia eti Yanga wameleta barua. Sasa siweke hadharani barua ambayo Yanga aliipeleka. Na alizungumza kwamba wao shinikizo lao liko pale kwamba hawataki kukaa meza moja kuzungumza mpaka matakwa yao yatakapotekelezwa. Yanga amesema hivi, tulipeni pesa zetu, alafu mtupigie hesabu, mnatudai kiasi gani tulipe pesa zenu. Unless mmetuambia mmekata pesa kwa ajili ya wachezaji wa kigeni. Tunahitaji kuona risiti na maandishi, si ndio? TFF hivi vitu hawana. Wangekuwa navyo, unaona juzi CRDB alivyotoa ile barua kwamba sisi hatudaiwi, tulishatoa kwa mujibu wa mkataba tulivyoingia na TFF. TFF walikuja na wao wakatoa barua yao kwamba sisi hatudaiwi na Yanga, sisi ndio tunaowadai. Na ile barua ya TFF inajieleza kwamba Yanga waliwahi kututumia barua kwamba pesa zao za CRDB tukate kwa ajili ya wachezaji. Sasa walitakiwa waambatanishe ile barua ambayo walitumiwa na Yanga, waseme jamani, sisi mnatuonea kutusema barua waliotutumia Yanga hii hapa. Hawajatuma hiyo barua. Mtu atakwambia kwamba zile ni taasisi mbili kubwa ambazo haziendi kienyeji, lakini unatakiwa utambue ili sakata limeisha fika mbali, limeisha kuwa kubwa, ni kama wanadhalilishana. Wewe ukishaona Yanga amekudhalilisha, na wewe mdhalilishe kwa kuweka vithibitisho. Hapo TFF wanatakiwa kutoa barua ya Yanga ile ambayo waliomba. Na risiti, na Yanga amewaomba risiti. Mlikata pesa kwa ajili ya wachezaji wetu. It is okay. Tunahitaji risiti.